Bakari Shingo, kiongozi msikivu, usikiliza kilio cha kijiji kidogo. Uchagui watu, una ubaguzi wala wivu, kazi kwa vitendo, si maneno matupu. Unashika mkono wazee kwa heshima, unatia moyo vijana wanaotafuta nafasi, wanawake wajasiriamali wasikika, ndoto zao unazipa mwanga na sauti. Ukonga inasema asante kwa upendo, Bakari ni jembe letu, kiongozi wa mfano. Kutoka mifukoni kwako hadi mfuko wa jimbo, unaleta suluhisho, si hadithi hewani. Bakari Ndugu zangu, habari za leo? Poleni na changamoto. Haya, naomba tukusanyike tutulie. Tujue tutafanya nini. Habari ya saizi? Salama. Wema. Sasa naomba kwanza mtulie. Tunataka tupite tumuonyeshe. Leo hapa tumekuja na mbunge na diwani wa kata ya Buyuni. Sawa, leo tunataka tumalize mzizi wa fidia. Sasa tulieni. Kwa wale tunaoamini kwenye Qur'an na Biblia, kila jambo lina wakati wake, si ndio Lakini Mungu pamoja na wale ambao wanajua kutetea haki zao. Yaani wewe ukiona haki yako ukawa unashindwa kuitetea, una tofauti na mtu ambaye ameamua kujifungia chumbani huko analalamika njaa inamuuma. Zama za Mungu tushushia vyakula tumelala chumbani, hizo zama zishapita. Hizi ni zama za kutoka uende ukapambane kwa njia halali upate riziki, si ndio Sasa nilimesikia kilio chenu, tumekuwa tukizungumza na mwenyekiti wetu hapa, lakini pia nimewashirikisha madiwani mara kwa mara, tuone tunakwendaje. Na mimi nilikuwa sijapata ile nakala ya hukumu, na nikawaambia kwamba kama kiongozi nitapofuatana na viongozi wenzangu lazima tuoneshe uweledi kwamba nini tumekiona, nini tumegundua. Kwa hiyo tukapata nakala ya hukumu, na bahati nzuri leo tupo hapa na madiwani kama mnavyoona ambao ndio wamepakana. Diwani wa Pugu tunaye, diwani wa Buyuni tunaye, tuna wenyeviti wawili wote Mlali na wakati mwenyekiti tunaye, na yuko wapi mwenyekiti mwingine? Okay, yupo hapa. Labda tulichokigundua sisi. Sawa mheshimiwa diwani. Okay. Hem, tupitishe. Tuombe diwani atupitishe, alafu sisi sio kazi yetu kutafsiri sheria lakini Mungu ametupa akili na mawazo, si ndio? Kwa hiyo tusikilize, alafu tutatoa mwongozo nini tufanye kwa tafsiri ambayo sisi tumeona tunayo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kazi na utu. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Jessica Mahamudu Msola, ni mwakilishi kupitia ngazi ya udiwani kata ya Buyuni, jimbo la Ukonga. Nimekuja mbele zenu, kwanza naomba nitoe pole sana kwa mtafaruku ambao umekuwa ukiendelea, lakini pia nishukuru kwamba bado mmeitunza amani. Hilo ndio la msingi. Tunapenda sana amani. Na sisi leo katika ziara na mheshimiwa mbunge, baada ya kuwa tumewasiliana kutokana na dharura hii, maana sisi wote ni wageni. Wote mnaotuona hapa ni wageni, lakini ofisi tumeikuta na tunaendelea kuifanyia kazi. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kuwatumikia na kuwawakilisha katika lolote ambalo linaendelea. Mheshimiwa Mang'ati ni diwani wenu watu wa kata ya Pugu. Nione wale wa kata ya Pugu. Na nione wale wa kata ya Buyuni wa kuhesabu. Asante, nashukuru sana. Basi kama alivyonieleza kiongozi mheshimiwa mbunge wetu, sisi tumekuja kwa sababu ya kuweza kwenda kutafuta nini suluhu ya mgogoro huu. Mgogoro huu tumejionea wenyewe nini kinaendelea. Lakini mgogoro huu ulishatolewa hukumu 2022 na jaji aitwaye Msafiri. Na niombe, sisi hatuendi kwa kuunda maneno. Sisi tunaenda kwa kufata mujibu wa sheria inayoendana na hukumu. Hukumu hii imeeleza kabisa mlalamikiwa kwa ujumla wake na hasara alizopata atafidiwa na serikali kutokana
na mkaguzi kutoka serikali kuu aliyeagizwa na mahakama hiyo kabla ya hukumu kwamba atafidiwa na serikali milioni 50 kwa sababu alipata shida, aliumizwa kifikra, aliumizwa moyo, lakini alicheleweshwa kwenye maendeleo yake. Na kwa sababu ya maumivu hayo yaliyoanza toka 2012, hukumu ikasema kwa sababu serikali iligeuza eneo lake kuwa ni la makaburi, basi ndio afidiwe hiyo milioni 50 na eneo hilo litabaki kuwa makaburi. Mwisho wa kusoma na kusema hiyo imeagizwa na imehukumiwa, lakini anao uwezo wa kukata rufaa. Sasa mpaka dakika hii hatuna document yote ya kukata rufaa. Tumebaki na hukumu hii. Eneo hili ni la makaburi. Amina. Eneo hili ni la makaburi. Yeye alitakiwa afidiwe milioni 50 kwa kile alichokitenda na yule aliyenunua. Mimi waga siogopi kufa, ni siku moja. Na huyu mama tulimwambia ni marufuku kuzuia hizo shughuli zisiendelee. Lakini kama endapo maamuzi yatatoka kwamba hizo shughuli zikome na hilo eneo la huyu mama, maana yake tutagharamika sisi wenyewe kuhamisha makaburi yetu. Sasa ishu ya mgogoro huu tukasema kama hii sisi hatuielewi, tuombe basi mamlaka husika zije zitafsiri. Ofisi ya mheshimiwa mkuu wa wilaya, manispaa pamoja na wao waliotuhamisha toka kule mamlaka ya kwamba waje watupe ufafanuzi. Kama hili eneo walilitenga wao kwa ajili ya makaburi, kwa nini huyu mama leo analalamika kwamba ni eneo lake? Kama ni eneo lake, maana je, hawakumlipa? Tunaona hii jinai inatengenezeka hapa ambayo inaweza kusababisha tafaruku kubwa. Kwamba kuna mtu anaingiza trekta, anachonga makaburi, mtu anapiga moto makaburi huko ndani. Tunakaa hivi kwamba tunakaa tu, ama nyie kama polisi mtakiwa mchunguze kwa nini? Hapana. Huyu mama nilishazungumza naye mara kadhaa. Ndio sasa ile tatizo. Yaani hata ukienda pale kuna makaburi mapya yamechoma moto. Yaani swala linaongezeka, nataka tumalize. Hukumu inasema mama anaidai serikali. Hapa hao wananchi ni mali yao. Mama anadaiana na serikali, na sio hivyo hapo hakuna ukazaji wa hukumu. Kusema kwamba sasa mahakama, serikali imeshindwa, mahakama inasema kaondoshe wale watu. Kaondoshe yale makaburi. Mimi ningeshauri na ndio naomba kiwe hivyo. Huyu mama mkae naye mtotafsiri. Je, hiki alichokuwa nikifanya katika eneo hili ndio amri ya ndio hukumu ya mahakama inayosema? Kama ndivyo mshaurini, kama sivyo mshaurini. Alafu na sisi tuambie jibu. Sasa sisi na maslahi ya umma moja kwa moja, na nyie kazi yenu kulinda raia na mali zetu. Maana hii kopi tumekuja nayo. Hii katupa yeye. Kwa mujibu wa tafsiri, maana Mungu ametupa akili amewekea kama wataalamu. Kwa kuwa ruling ni hii na hakuna oda nyingine, yani hakuna, maana hajakata hata rufaa. Wananchi na sisi tujiongeze. Maana haya tunazungumza, itoshe kuamini kwamba eneo hili sio la makazi. Mtu anapokuja kuuziwa akaamua kujenga, anatengeneza tatizo lingine. Sawa eh? Ninakuombeni muwe mawakala. Mwenyekiti wa mtaa tunao wawili hapa. Sawa? Wakawaambie wenye viti wenzao. Na sisi wananchi tuwaambie wananchi wenzetu, eneo hili sio rasmi kwa makazi. Kwa hiyo mtu asiuziwe ile eneo na wala asiwekeze nguvu zake. Sawa ndugu zangu na wala asiwekeze nguvu zake. Kama ni mkonielewa mtakuwa mmetuelewa vizuri. Sawa na kawaida mazungumzo hayaishi Naomba kikao tukifunge tukafanye shughuli zetu zingine.